believers that are in warfare all their lives, defined as soldiers of the cross. I said I'm defining our leadership, our context, the context within which we shall discuss leadership. Because when I come from my house and I say I'm going to church, I know I'm going to meet Christ over and above everything. I'm looking at a life that we would need to build to have a connection with Christ. Yes, we need to meet somewhere. We are meeting in Tasia. There's got to be a roof over our heads, which is the church. True or false? The church building. But that is not what leadership is about. So when Christ would talk about leadership, Christ would define the leader as the shepherd and would define the subjects as the sheep. Are we together? Are we together, church? Yes. When now Christ is talking about it, Christ now will talk about the subjects being the sheep and the leader being the shepherd. Him being the chief shepherd, us being the under shepherds. Our business is simple. Preparing a people for eternity. Then you need to understand the leadership environment as well. So Paul would now come in and tell you, beloved, I want you to understand that this which we call Christian warfare is not a war that is flesh and blood. It's war against powers, principalities. Ephesians chapter 6, that is where we are. So Paul would tell you, verse 12, for we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Yes, the Christian's life is a life of warfare, but it is not warfare against flesh and blood, which you would call a physical warfare. It is warfare against demonic forces, forces of darkness. So these are the kind of people you have to lead. You have to build a spiritual life in them that they are able to fight these battles. So elsewhere he will tell you that yes, we are in the flesh, but we do not war according to the flesh. Our war is purely spiritual. So understand, when we sit like this, we sit knowing our greatest enemy is not your sister or brother. Our greatest enemy is the devil himself. So when we are talking about now the great controversy which forms the theme of your camp meeting in East Kenya, East Kenya what Union? See, this is East Kenya Union. Yes, because the other side is a different theme. East Kenya is something. What is that, Yakwad? What is that theme? The good news about the great controversy. Life is about numerous battles. The battle between light and darkness. The battle between truth and error. The battle between what is right and what is wrong. It is a battle between God and Satan. Ellen White sums it up and calls it the great what? Controversy. That is our battle. It is a war between the world of darkness and the kingdom of God. So when we are looking at the world of darkness, we are looking at forces of darkness that to most of us we may not understand.
Why I say we may not understand is because if we talk about the simplest of things called witchcraft, we still have believers who say, I don't believe in what? In witchcraft. I don't believe those things. No one is asking you to believe. Whether you believe or not, witchcraft is there. And it works. Because the devil has not died. This is his world. We are talking about occultism, devil worship, sorcery, divination, necromancy. All those things belong to the world of darkness. And those are the forces the kingdom of God is battling with. So the battle is between light and what? And darkness. If we be the children of God and we are saying we are walking in the light, then if you're saying you are a leader, then it means you're leading a people to what? I mean, in a battle that involves darkness and what? And light. Ama ninaenda mbaya. Bundi ama nimeanza leadership classes tofauti. Hey. I'm defining the context for this discussion. So that when our church members are seriously having issues that are purely spiritual, someone's life is so stagnated. So stagnated, hakuna kitu wanaanza inaendelea. Maisha yake imekwama kabisa. Sio ndoa, hajapata bwana mpaka leo. Na miaka inaenda. Sio biashara ataanza isonge. Yaani hakuna kitu maisha yake inasonga hata kidogo. Kama akiwa na kazi, akishika pesa, haikai kwa mkono. Ukimuuliza ulifanyia nini, haelewi. Kwa pamoja watoto wa Mungu. Mbona mnapigana hapo nyuma? Hiyo ni mahali ya kwaya. Si tukuje tu huku basi. Tuachane na maneno mingi. Najua mtu akikaa kwa kiti imekuwa moto na hii baridi alafu unamtoa. Ni ngumu sana. Ukishaweka kiti ikuwe moto, alafu mtu anakuambia songa. Ilikuwa wapi? Nazungumzia changamoto ambazo watoto wa Mungu wanapitia. Unanielewa? Tuseme sasa hivi. Niruhusu. Najua tutakosana kwa vitu vingi sana. Wacha niwache wageni waingie, sababu naona sasa imekuwa distraction. Ingie pole pole. Karibu wageni wetu. Tunaomba. Our Lord and our God, we thank you once again for this brief session that we have, and we thank you for your children, that you have accorded safe journey mercies from Tanzania to Nairobi, even as we settle down in your sanctuary.
where your presence is, we seek to be quiet and silent. Listen to your voice. Let your will be done is our prayer in Jesus' name. Unatoka Tanzania. Sasa mtafanya kazi yangu ikuwe ngumu. Sasa mnataka tuongee Kiswahili na lakini si mnaelewa, leading soldiers of the cross. Na tunasema maisha ya Mkristo kila mara ni maisha ya vita. Ni kweli si kweli? Ama nyinyi mko sawa? Mko sawa ndugu zetu kutoka Tanzania? Kila mara maisha ya Mkristo ni maisha ya nini? Ya mapambano. Hiyo ndio Kiswahili ya kwenu. Huku kwetu ni vita, yenu ni mapambano. Maisha ya mapambano. Na kama hayo ndiyo mazingira ya uongozi wetu, kwa hivyo kiongozi anaelewa kwamba haongozi wanamitaa kule nje, anaongoza wanajeshi wa soldiers of the cross. Kiswahili mtatafuta peke yenu sasa, ambao wako kwenye vita, mapambano maisha yao yote. Sasa tunasema hivi, tunazungumzia vita kuu. Vita kuu tunasema kwamba maisha ya Mkristo ni mapambano tofauti kila mara, lakini mapambano yenyewe ni kati ya ukweli na uongo, ni kati ya giza na mwanga. Mnanipata kweli? Ni kati ya Mungu na shetani, ambayo Mama White anaita pambano kuu, the great word controversy. So kumaanisha kama tunapambana na ulimwengu wa giza na tuko kwenye ulimwengu wa mwanga, je, we unaelewa kilicho kwenye ulimwengu wa giza? Hawa unaowaongoza ambao wako kwenye ulimwengu wa mwanga, na tuko kwenye vita kila mara hadi siku Yesu atakuja, tuko kwenye vita. Wanaelewa ulimwengu wa giza ulivyo. Nikatoa mfano, ndio mlikuwa sasa mnaingia. Nikatoa mfano. Niruhusu nitoe mfano tofauti. Wewe. Niruhusu nitoe mfano tofauti. Tumeingia kanisani namna ambavyo tumekaa hivi. Alafu mmoja wetu akapagawa mapepo. Ushaona pale mtu amepagawa mapepo? We are in church and then someone is demon possessed. Alafu kati yetu akianguka hapa aanze kutoa povu, kuna wale watasema ako na epilepsy luongo nango. Atasema ako na nini? Kuna Wajaluo hapa ndani. Inaitwaje? Kifafa. Kuna Wajaluo hapa. Kwa hivyo mtanisaidia. Ako na kifafa. Kuna wale watasema faint. Na kuna yule akiangalia atasema hapana, haya ni mapepo. Tutaanza kubishana hapa kanisani. Na kuna wale watatoroka kwa vile hawajawahi kuona. Nikatoa mfano, kuna wale kati yetu tunasema mimi siamini uchawi. Uchawi huko haupo. Nikasema uamini usiamini, shetani yajali, yeye yuko na hiyo ndio kazi yako. Kwamba hayo ni mambo ambayo yanapatikana kwenye ulimwengu wa nini? Wa giza. Kwenye ulimwengu wetu ni tofauti. Na pambano letu ni pambano dhidi ya mambo yaliyoko kwenye ulimwengu wa giza. So ninapokuwa kanisani kama kiongozi, si waongozi tu katika kujenga jengo la kanisa, ama tunataka hela kiasi gani. Kuna mambo ambayo Wakristo wanapambana nayo wakashindwa hata waelezee ni nani wataelezea. Alafu katika kanisa letu tutajipata sasa tunakimbia kwenye makanisa ya kilokole. Kweli si kweli? Mnapotoka Mwanza, wengine tutawacha na kanisa kabisa kwa sababu hakuna anayeweza kushughulikia maneno hayo. Tutajipata Bariadi. Kweli si kweli? Tutajipata wapi kule tena? Wapi? Pemba. Tumeenda Pemba. Tumekwenda kutafuta mganga. Si tunaenda kwa mganga? Sijasema nyinyi, mimi nimeuliza, si tunaenda kwa mganga? Are you getting what I'm saying, Pastor Bundi?
We have serious issues that our people are dealing with. And the reality is, our warfare is so real and it is so spiritual because the battle is between God and Satan, light and darkness. If we are talking about Christian leadership, you have to understand that the environment is purely spiritual. And we must prepare our people for those kinds of battles. Because when our people understand how to war in this realm of the spirit, watu wetu watakapoelewa namna ya kupigana vita na mambo kama haya, ina maana kwamba watakuwa wamemuelewa Kristo, wana mahusiano na Kristo, kwa sababu nia yetu sio ya ulimwengu huu. Nia yetu ni kwamba tuna maisha ambayo tunakimbiza. Wow, tunakimbiza maisha ya milele. Haya majengo yote tutawacha. Yote tutayacha. If I am given a position as a leader, number one, I must understand that my leadership is not of the world, but purely a Christian leadership, a spiritual leadership. And I am more interested in the spiritual growth of members than any other thing, because a Christian's life is a life of what? Of warfare. And the battle is so real. So real. Sorry. Let me leave it at that, because the bell has gone. So from tomorrow you will understand why I will talk about the things I will talk about. Posa ukichaguliwa kiongozi, usifikirie kwamba umepewa mtaa fulani uongozi ama kijiji fulani uongozi. Sio wana kijiji ama wana mtaa unaongoza. Unaongoza watu walioko kwenye vita kati ya kweli na nini? Na uongo. Kati ya giza na mwanga. Unapambana na ulimwengu wa giza. So Paulo sasa atasema, jamani, elewa kwamba vita vyetu sio vita vya kimwili. Vita vyetu ni vita vya nini? Ya kiroho. Kwa hivyo kila jambo, kila tendo lazima litafanywa kulingana na kuelewa huko kwamba ni vita vya nini? Vya kiroho. Tunaweza kaa hivi na tuseme tunataka kufanya maendeleo kwenye kanisa hii. Kweli ni kwamba ulimwengu wa giza hautaturuhusu. Kama ulimwengu wa giza huwezi ukakuruhusu wewe upate mapato ya kila siku. Kama ulimwengu wa giza unaweza fanya uwe mgonjwa miaka nenda miaka rudi, umetibiwa haitibiki, ugonjwa wenyewe haupatikani. Tungependa tufanye maendeleo kwenye kanisa hii, hata tujenge hii kanisa yetu, lakini ulimwengu wa giza hautaturuhusu. Kwa kila juhudi there is an opposing force, and the opposing force is not coming from the world of light. The opposing force is coming from the world of darkness. Are we prepared well enough? Are our people equipped well enough to be able to deal with these kinds of realities? So that when we finally meet as a church, we are speaking one what? One language. One language like this. We understand where we are coming from, and we understand where we are going to. And we've got to be on the same page. The Lord bless us. May the Lord give us a deeper understanding. The 2 more sessions we have will look weird to you, but it is reality. But you must as well understand it. It will look weird to you. That is the reality. Because the Lord is saying that I have a sheep and we have a shepherd. Tuko na kondoo na tuko na nini? Mchungaji. Huo ndio uongozi. Iko mahali alisema ninawatuma kama kondoo kwenye nini? I send you as sheep among the wolves. Ikiwa tumetumwa kama kondoo
among the wolves, na tuna kiongozi wetu, ye tunaelewa kwamba it is a dangerous assignment. Heavenly Father, thank you. There is no difficult leadership as Christian leadership, because it is a task assigned to us where we have to lead your children to spaces that are in harmony with your will. But even as we do that, we are cognizant of the fact that we continue to face opposition from the world of darkness. The controversy is so real. It is between light and darkness. And there is nothing the world of darkness will permit us to do. And if we must win, if we must be victorious, then our will must align with your will. We must now begin to look at things from your own spectacles. We must shift from the perspectives of the world into a kingdom mentality. We must understand that we are in this world, yes, but we are not of this world. We must get to know that our kingdom is not of the earth, our kingdom is of heaven. We must understand that our main agenda here is fitting up a people for eternity. Because these buildings, we will leave them here. When I sit or stand as a leader, my main agenda is that, do I have a people ready for the kingdom of Christ? The environment is purely spiritual. And when I sit, the forces we battle are against forces of darkness. Demonic power. My main agenda is that will forever work so hard to prohibit our advancement. The environment is purely spiritual. The forces we battle are against forces of darkness. Demonic power. My main agenda leads the body will forever work so hard to prohibit our advancement. The environment is purely spiritual. Even as we continue with these lessons and many other subsequent ones, we pray that, Lord, you will take captive of this meeting every force of darkness that would try to hinder us. We paralyze and rebuke in the mighty name of Jesus. If there are demonic forces oppressing the children, the minds of your children, we want to come against them in the mighty name of Jesus. That this meeting called by your name will be a meeting where only your presence manifests. But we know that we cannot miss agents from the world of darkness to disrupt this meeting. Do things for them. They can either fall on the rock, Jesus, or the rock falls on them. When we have you in this meeting, there is no one from the world of darkness that can stand your voice. When we come to the end of these meetings, may your children say, it was indeed a blessing to be in the house of the Lord. Let your name be glorified now and forevermore. This is our prayer in Jesus' name. Amen. What do we say? Amen, amen, and amen. So, tunapoimba wimbo nambari
moto wa uhai tuimbe pamoja hapo. Tupe moto wa uhai uliowaka zamani, ulioongoza juu wazee watakatifu. Tupe roho iliyokaa moyoni mwa Ibrahimu, kadhalika ndugu Paulo aliwezeshwa kwa ajili ya moto. Neema yako haina nguvu siku hizi sawa, wakati wa Musa, Ayubu na wa Eliya, zamani za kale Bwana, kumbukana kwa rehema, zihuishe roho zetu kwa Roho Mtakatifu. Karibuni, we are inviting our guest for an item. Kisha baadaye tutaendelea na ratiba. Karibuni kwa ajili ya wimbo na mbarikiwe sana.